So unaenda unaomba kazi unanyimwa. Mtu anakuambia hakuna kazi. Ehe. Unaridhika tu. Natoka unaenda mahali ingine. Wewe tembea boma tatu boma ina kama hujapata kazi. Ngumu sana. Okay. Watu wote wafanani. Kila mtu kuna roho yake. Kuna roho ya huduma, kwenye wana. Hili silaumu mtu. Silaumu mtu. Pengine Mungu amekupangia hapa sio utafanya kazi. Najua wewe ukienda hapo utafanya kazi hapo, utafanya kazi mahali fulani. So usikufe moyo. Nazidi tu kutamba unapata kazi. Challenge kupata ndio ngumu. Kuna mahali unakumbuka kuwa ulienda ukanyimwa kazi? Mara mingi sana. Ni wapi hapo ambapo ilikuuma kabisa? Mimi kuna mahali imeniuma. Kunyima kazi. Unaenda kwa mtu uko unafanya naye kazi mbeleni. Kabla ya ajali. Saizi umerudi ukiwa mtu mwingine tofauti. Sasa hofu yake inakuwa nikimpia kazi atafanya kazi vile alikuwa anafanya kitambo ama alibadilika. Sasa nakwambia hapana. Goja mimi mwenyewe nitakuita. Unaridhika tu unaenda unajua. Hiyo ndio formula. Unajua sasa nikwambia hivyo wewe unaenda. Ukijuaga hata kuita obviously kazi amekwambia hakuna. Najuezi kuambia direct kazi hakuna. Nakwambia enda ngoja nitakuita. Tutakupigia simu. Unangoja simu. Sasa mimi huwa sigoji simu. Huwa sigoji simu. Okay. Unajua hivyo ni njia kuniambia kuna kazi, lakini nataka kuniambia direct. Napita njia nyingine. Hebu tuambie wakati ambapo ulipata ajali nani alisimamia hiyo bill? Kwa sababu ulikuwa kazini. Ajali imetokea. How did you manage kulipa hospital bill? Hospital bill tulisimamia na familia na yeye mwenye kuendea kazi. Okay. So tulichanga pande zote. Okay. So pande zote mbili walikusimamia, familia na mwajiri. Mwajiri. Okay. Sawa. So unaweza tuambia tofauti ya wakati ambapo ulikuwa na vidole vyote? Huwezi jua umuhimu wa mwangaza mpaka wakati giza itaingia. Hebu tuambie ile tofauti iko. Kwa tofauti kubwa sana. Sana. Sababu una mkono moja. Wewe unasaidia huyu mwingine. Na bila huyu mkono moja, huyu mwingine uko na kazi ngumu sana. Haina support. Haina support yoyote. Ile kama ya jikoni. Mwa jikoni mawe mangapi? Matatu. Ukiliondoa moja, chakula inamwagika. Sasa hivyo ndio kuko. Ukiangalia kidole moja hii, haiwezi shika kitu kwa ile nguvu. Kama ni mti ya jembe, ukishika na hii kidole unasikia imeteleza, imetoka. Inatoka. Unajua unashika na hii ina support na ina support. By the way, Unaona? Ndio unafanya kazi ni hii na hii. Ile wewe inashika. Sikujua hiyo. Sasa hii moja ukishikia hapa, huwa inateleza. Unakuta hata ile nguvu ya kulima. Hata kama tujaribu kulima nayo, ukishaweka jembe chini, huwa zinasaidiana kuvuta. Sasa ukienda kuvuta na hiyo unasikia mkono inateleza. Sasa inaachia naachia kuna nyingine kazi nyingine. Okay. So tuheshimu viungo vya mwili. Kabisa. Wakati tuko na zote ndio Mungu asante. Unajua tunataka wakati utakuwa na helikopta ati sasa hiyo ndio utashukuru. Hapana. Hapana. But wakati uko na mikono miwili. Utajiri mzuri. Duniani hii kama kuna viungo zote. Hebu rudia hapo. Saizi mimi nikipata kazi ya kujenga, huwa najenga na mawe. Ninakuwa na challenge sana kuinua mawe. Juu mtu wa mkono kuletea mawe na kuwekea hapo chini. Sasa wewe uchukue, uweke mahali inafaa. Kwa hivyo kuchukua, sasa ujue sina vidole. Kwa hiyo na hiyo mawe lazima nichukue. Lazima. Kwa hivyo unatumia hapa sana. Na kutumia sana huwa inagwara.
wewe inagoragora na usipojiangalia vizuri utastukia umekuwa na kinonda. Wewe unabidi uvae gloves. Ndio sana natumia. Na ni challenge, kuna mawe unapata mawe zingine ni kubwa na nzito. Lazima uwekelee. Lazima. Lazima uwekelee. Nimepata kazi na unajua ukizembea kesho tanivyo hautapata job. Talala njaa. Ni kweli. Talala njaa. Kwa hivyo utajiri duniani, wacha utajiri wa pesa, wacha utajiri wa magari. Kuwa na viungo zote za mwili na wewe buheri wa afya. Hiyo utajiri tosha. Usidanganya mtu pesa. Na vile tunazitafuta. Kuna ndio ni vizuri ndio zinatupia raha. Lakini raha muhimu ni kuwa uko buheri wa afya. Kwa hivyo sisi wote ni matajiri. Hakuna maskini, hakuna tajiri. Sisi wote tuko the same. Kwa sababu ile kidogo uko nayo ndio tajiri yako. Wacha na ile ule uko nayo mingi, hiyo ndio darasa yake. Tuache hiyo. Utajiri na umaskini kama shule. Unapoenda shule ya msingi, unakuta kuna grade 1, 2, 3, 4, 5 zikienda hivyo. Katika maisha tuko na hizo grades. Kuna mwenye kwa grade ya 1, grade ya chini. Kuna mwenye kwa grade 2 mpaka mwenye kwa grade 9. Wewe simwezi pelekana. Hatuwezi pelekana. Hamwezi pelekana, lakini nyinyi wote mko equal. Tuko shule. Mko shule nyinyi wote, mko shule moja. Lakini mwezi pelekana. Grade tofauti. Grade ndio tofauti. Hata hapa duniani ndio utajiri uko. Kuna utajiri wa chini wenda na grades. Sababu utakuta mimi tajiri juu niko na kaproti. Wewe tajiri juu uko na maeka. Lakini tuko the same. Tuko the same. Juu Mungu amekupea yako. Na hiyo ndio klasi yako. Hiyo ndio darasa ambao uko. Wewe uko grade 9, mimi niko grade 3, tuwezi pelekana. Hatuwezi. Hatuwezi, usidanganywe. Lakini sijasema mtu asitafuta pesa. Hata mimi huwa natafuta. Utafuta pesa na Mungu huwa anakupea pesa kulingana na mahitaji yako. Yenye uko nayo. Mimi ndio ukiniona nikiwa hivi sijai lala njaa. Jisikosai kibarua hapa na pale. Zingine zapata kibarua, niende kibarua kama wiki moja, nipata kama 2,000, 3,000, nifanye budget yangu ya chakula kwa nyumba. Siko peke yangu. Sitakuwa nimefanya. Nasikia nimekaa kama mwezi mmoja siko kazi, lakini bora niko na chakula kwa nyumba. Zikienda kuisha hivi nasikia Kasimu ndio yako. Fundi yuko wapi? Niko nyumbani. Uko busy? Yuko busy. Hapa kuna kageti nataka unipakie rangi. Nilipisha aje? 1,500. Sasa kuja kazi kesho. Napata 15. Umesukuma wiki nyingine moja. Umesukuma wiki nyingine moja. Pisa challenge kupata kazi ndio ngumu. Sasa kazi unapata kulingana na kazi yangu. Kuna watu hata saa hizi nikiwa hivi. Kwa kazi fanyia kazi na mtu mwingine. Mpaka yeye mwenyewe aniite, aniambie fundi kuja kutengeneza hapa na hapa. Ndio hapa na hii wiki sitapatikana. Tutapatana siku fulani. Niambia ni sawa, nitakugoja. Wakati utakuwa busy kuanza kazi zako, wewe niambie. Utafanya nini? Unaenda. Nimekwambia watu huwa wafanani. Na kazi ya mtu inapea mtu mwingine kazi. Watu huwa wanasahau kitu moja. Wakati nimekupia kazi, ufanye kazi kwangu. Ukae ukumbuka hiyo ni display. Umetengeneza hapo. Display. Ama umesema display. Display. Umedisplay. Hiyo ni sample. Sample, kama vile unaenda butchery, unajua sengine watu ufikie kununua nyama, lakini ukiona ile nyama vile ni mzuri, basi. Nakumbuka niko na 100 hapa, wewe nikatia 100. Ya 100. Hivyo kazi nimekupatia, ukifanya kazi vizuri, ujue umeunda mundo msingi wako wa kesho. Kwa sababu marafiki zangu watakapoingia wapate ile kazi ni mzuri, atakuuliza nani? Nacheke nani kutengenezea hapa? Hapa nitengenezwa na Madam Kate. Kwa hivyo naweza kazi yake ni mzuri hivi. Naweza mpata? Naweza mpigia simu.
shika namba, ongea na yeye. Kwa hivyo kazi yako inakupia kazi nyingine, kazi ya kesho. Fanya kazi mbovu kuisha, ama unapita na vitu unapita na vitu kuisha, unakosa kuaminika. Kuaminika ni kitu ya maana sana sana. So kutia bidii kazini. Hata kama kuna challenge, sasa hivi tuko na challenge kubwa sana. Unaona kama saizi hii barabara yetu inatengenezwa, lakini hakuna mtu hapa amepata kazi sasa. Ni nani hao wanatengeneza? Sasa ni kampuni gani? Sinaona kuna watu wa mikono, si waishi wa hapa wachache. Ukora wengine wanafanya kazi hapo. Unapata wengine wanatoa mawe. Anatoa mawe ya chonge yake auze na benefit. Unaona? Si kazi amepewa? Si wengi wamepewa kazi. Juu nimeona watu wanagonga mawe hapo. Ni zake? Hizo ni zake. Si ni tractor imeng'oa hiyo mawe. Sasa hiyo mawe anaweza tengeza futi kama 10 za kujenga. Apate mtu amuuzie shilingi 20. Hata kwa sababu ngapi? Nako mbele. Sio nako mbele. Hiyo ndio maisha hiyo. Okay. Sasa tulikuwa tunaongea kuhusu mkono. Umeniambia challenges. Kuna kadi ambayo inaitwa PWD card. Je, umeshachukua? Niko nayo. Uko nayo? Ni certificate hiyo. Ni certificate. Inakusaidia na nini hiyo kadi? Sasa mimi saizi sisema kuna kitu inanisaidia nayo. Juu bado sijapata mtu kunielekeza vile hiyo kadi inaweza nisaidia. Okay. Lakini kipata mtu kunielekeza naweza fuata, nisikie nione ile mambo inaweza kaa. Ninasikia kuna pesa za serikali hujapata za watu ambao wanaishi na ulemavu. Mimi sijapata. Kuna msaada kitu kama hiyo? Mimi sijapata tangu nijiandikishe. Nijiandikisha mwezi wa 9. Mwaka uliopita. Na mpaka sasa hizi kule kitu yote nimepata. Na hujaingia mpaka kwa group? Sio group sijui ni gani. Unaona? Sasa group sijui ni gani. Sasa sengine mtu anatafuta mtu kuguide mtu. Sasa sengine unapatana mtu mwenye kuguide na kupoteza. Nakwambia hapana, unafaa upite hapa. Hapana, unafaa utoe hii. Sasa ukiwa mtu mwerevu ukisikiza mtu unajua huyu mtu anakupotea. Unaachana yeye. Juu na huwa ninasikia mkiwa ina group mushikane watu wanaishi na ulemavu. Mushikane mtengeneze kikundi. Nadhani hivyo ni rahisi hata kupata serikali kuwafikia. Okay, hata ukiwa peke yako serikali kufikia si ngumu. Si ngumu kwa sababu ile certificate ambao wananipea ni serikali inanipea. Kwa hivyo hiyo serikali iko na data yangu. Kwa hivyo inajua fulani wa mahali fulani na nakaa hivi. Kwa hivyo kitaka kusaidia, serikali kitaka kusaidia, itaingia pale kwa hizo data. Inajua, sasa inajua kuna walemavu ngapi? Wanajua. Si wanajua? Kwa hivyo kukufikia ni rahisi. Si lazima tuwe mkuu wa group. Anaweza mkuu wa group muende mchukue pesa kwa banka. Okay. Ama hizi wanasiasa na huwa wanapeana. Okay. Lakini serikali kila kukusaidia itakusaidia yenyewe juu kuna data zako. Okay. So uko na hiyo kadi? Hiyo kadi niko nayo. Iko na namba? Iko na namba. Uko na hiyo namba? So kama ungekuwa mahali pale na unajua jinsi ambavyo hiyo kadi ya walemavu inawasaidia, tafadhali unaweza ku-reach out na uweze kutuelezea. Kitu kingine ningetaka kujua, je, sijui kama watu hawa ni wazuri, unaweza kuwaambia kazi ambayo unaweza kufanya, kama unaweza kuwaomba kazi, kitu kama hicho. Mimi huwa nafanya kazi yoyote ambayo nimepata. Kazi dise. Unajua kuna kazi ya kunyonga watu tena hiyo. Mchagua jembe si mkulima. Kazi ambayo siwezi fanya ni ya kuua na ya wizi. Hizo kazi siwezi fanya. Lakini kazi zingine shamba, kujenga, nini, kazi zingine huwa nafanya. Lakini hizo kazi mbili tu ndio siwezi fanya. Kama uko na kazi
unaweza nipata. Zatumia namba yangu ya simu kunipata kwa urahisi. Namba ya simu tusaidie. Namba ya simu ni 07 35 35 62 63. Rudia. 0735 35 62 63. Hiyo ukipiga utanipata direct. Kuna mtu mwingine atachukua simu ni mimi. Hapo ukiwa na kazi niite, nitafanyia kazi vizuri, hata mwenyewe utafurahia. Na ukiwa na usaidizi wowote ambao unaweza nisaidia mimi, nitafuta bado kwa hiyo namba. Utanipata. Na ikiwa kuna mahali unajua naweza saidika nipate at least kama ni vidole zingine hizi za kuwekwa bado artificial jitokeza nisaidie. Na nitafurahia sana nikipata hizo. Ni hivyo. Maisha yangu imerudi kama kawaida. So unaweza fanya hivi ili waweze kuona vizuri. So kama ungepata vidole zingine naweza furahia sana. Naweza nisaidia kufanya kazi bado. Niwache kuwa na challenge hizo mingi. Challenge mambo tunapitia, mambo mengi sana mazito. Sikia hata mtu nakujua kitambo kisha kuona sasa ule amekuwa mlemavu, hakuna kitu anaweza fanya. Kuna mtu anaweza pigia simu akosa kuchukua simu. What do you mean? Yes. Jonathan, unampigia simu muombe. By the way. Na saa nyingine unampigia simu muombe kitu muhimu. Ama umsalimie. Anafikiria wewe unampigia simu muombe. Na sio utaki kumuomba. Hapana. Mimi ni ngumu sana kupata nikipigia simu niambie mtu nitumie $50. Nimesema bana nikuambia unipee 100. Naambia mtu ukipata kazi niitie. Lakini kama alipabaya, kwa hivyo ukipata kazi na hapo hivyo niambie. Niambilia. Nimesema wacha kunipea samaki. Nionyeshe jinsi ya kwenda kuzivua pale baharini. Exactly. Utanipea samaki mara ngapi? Utachoka. Na itakosa by the way. Na itakosa. Lakini nionyeshe. Ndio naambia mtu wewe niitie kazi, sio kwa kibarua wewe niitie, nitakuja nifanye mali nitaweza. Nikipata ile 200 yangu, kwa hivyo sitakuwa nimeomba mtu 200. Exactly. Masiku zitakuwa zimesonga. So ukiwa na kazi mahali pale, pigia Chege, anakuja anafanya hiyo kazi vizuri kabisa. Kazi ya mjengo, kazi wanafanya mingi. Uchagui kazi. Unafanya kazi ya kujenga na mawe. Nafanya kazi ya kupaka rangi. Mimi dereva. Bado nimekuwa dereva, nilikuwa naendesha lori hapa town, nafanya kazi na za Mokisako na kurukia Mbogo huku hivi, nafanya kazi kwa Molo Line kwa 20K. Nimekuwa dereva, nimekuwa kwa barabara kwa muda. Uko na driving zangu ziko, kila kitu ziko. Hebu tutajie hizo kazi. Ukiwa na kazi ya dereva niitie. Driver, Kwa kazi ya kujenga, mason, painting niitie. Akuitie. Nikitaka kuona kazi huo nafanya. Ingia kwa Facebook yangu. Profile yangu ya Facebook. Napata picha za nyumba zenye nimejenga, kupaka rangi. Hata za juzi. Utapata kuna ukuta nilikuwa natengeneza hapa Lanet. Last month. Na utaona hiyo picha zile ziko. Sasa kwa Facebook unajiita aje? Najiita Zakaria Chege. Zakaria Chege. Kwa sababu badilisi jina. Iko tu hivyo Zakaria Chege. Hata kwa WhatsApp ni hivyo. Na namba yangu ya WhatsApp ni hiyo tu nimewapea. Okay. Tu ndio namba yangu bado ya WhatsApp. Okay. Hiyo ni vizuri sana. Inaonekana we ni mtu wa kujituma. Kujituma, isipojituma utalala njaa. Kujituma. Utalala njaa. Unajituma naye Mungu anakufuata nyuma. Kitu yenye iko watu waache kujidharau.
Na kandaambia wa Kenya, mwache kudharau watu wenye kuna na shida za mwili, kuna ulemavu. Wewe mtu akuzaliwa hivyo. Mimi sikuzaliwa hivi. Ulikuwa kamili. Hata sijamaliza miaka 2, sasa niko na mwaka moja nusu, siko mwezi wa 6. Si last year 2024 ndio nimekaa tu. Nilitoka hospitali tarehe 1 Januari 2024. Kwa hivyo nilikia mwaka wapi? Huko. Nilikia mwaka Medi. Medi. Okay. Sasa mwache kudharau watu. Usikia mtu akikuja kuomba kazi, uangalie vili yako. Watu wengine si wako wenda wazimu. Na siwezi kuja kuambia nipe kazi ya nilime pale nikijua sitaweza. Enda town, watu wangapi wako na ulemavu huwa wanaomba? Ni wengi. Na unafanya hivyo kwa nini? Kukosa kujiamini. Na kwenye kanafanya wakosa kujiamini, jina community wamemkataa. Community tuko na shida. Community tuko na shida. Juu wakati kama hii community yetu ya hapa. Itereri. Wakati mnanyima kazi, kwa hivyo nitakaa njaa. Nikaa njaa, hati zangu zaniambia aje niende town nianze kuomba. Sasa hiyo ni ugonjwa mwingine ndio niongezea. By the way, utaomba siku ya kwanza, ya pili, hiyo ugonjwa ya kuomba ingie kwa akili yako. Sasa mnagonjeka ugonjwa ya kuomba. Omba. Wewe community ushikilie watu wenye wako na mashida. Na familia bado tushikilie watu. Ndio huyo mtu awache kujidharau. Awache kujikosa. Inaitwa stigma. Yote ajua kuja hata mimi nikiwa hivi bado mimi ni mtu najiweza. Mimi hapa nikiona hivyo nakaa peke yangu. Unakaa peke yako? Mimi mwenyewe najipikia. Najifuria nguo. Nichotea maji, kila kitu ya nyumba mimi najifanyia. Sababu gani? Nimejiamini na nishakubali. Hivyo ndio kulienda, vidole zilienda hazitarudi. Hebu kijipea stress mingi ya nini? Itakusaidia nini? Unajiumiza tu bure. Kubali na safari iendelee. Matokeo. Wanza mwanzo mpya, maisha ni mapya. Ndio. Hiyo maisha kitambo ilipita, uliteleza ukaanguka, sasa uamko unaanza kusonga. Usiangalie nyuma na usikisize watu. Usikisize watu, unakuwa mwenda wazimu. Sababu ukinikuta nakwambia hivi. Saizi watu wanasema huwa nilipo. Na mimi sijai peo hata shilingi hata moja. Kulipwa na nani? Na huyo mwenye mashini. Anisaidia tu mwezi wa kwanza na wa pili. Toka hapo kaniwachilia. Lakini Mungu ni mzuri, sijai lala njaa, na huwa napambana hapa na hapa. Sikosai hata nikikosa siku 2, siku 3, siku 4 siwezi kosa. Na kazi ni mingi. Leo tufanye kazi inapatikana. Wacha kuchagua kazi. Sasa hivi kuna mtu alikuwa ananiambia town. Sasa ukipata pesa ufungue duka, unaweza kwa nini? Siko na barua. Hiyo barua itakusaidia, utakuwa ukilipa tax. Nikamwambia ndio itanisaidia, sitakuwa nikilipa tax. Na pesa ya kufungua biashara inatoka wapi? Ndio utalipa tax. Ya kwanza capital inaitwa capital. Kutoka wapi? Hauna? Wewe unabidi uendelee tu na haso zako. Hii kazi ya jua kali. Sisi tunasema tunafanya kazi kutafuta kazi. Okay. Kwa sababu sijaajiriwa. Kwa nikiamka asubuhi ninatoka kwenda kutafuta kazi. Niende nipate ama nikose. Nipate ama ukose. Ukipata unashukuru. Ukikosa unashukuru. Ndio kisabali ni siku. Kwa hivyo community tuache kuachilia watu wenye na disability, tuwashikilie na tujaribu kuongelesha. Wacha kuwavunja moyo. Kuvunja moyo si suluhisho. Na kama kuna vile unaweza saidia mtu mwenye karibu na wewe, unajua kuna ulemavu.
jaribu umsaidie. Unajua Mungu ni wa maajabu. Na Mungu anatia njia nyingi sana. Kwa watu wote. Isemi ukuje unisaidie mimi. Unaona mwenye karibu na wewe? Huyo mwenye karibu na wewe. Tibu msaidie kile kidogo uko nayo. Msaidie kutoka kwa roho yako. Alafu uone, ukae kidogo uone Mungu anakufanyia namna gani. Unajua wengi tunafunga baraka kwa nini? Kuna mtu ana shida hapo kwako, lakini una shughuli na una kazi yake. Sasa Mungu anaona kama huwezi saidia huyu, unakupea mingi ya nini? By the way. Usisaidie mtu juni wenyu. Hapana. Huyu mwenye karibu na wewe ndio ndugu yako. Mungu jaribu kusaidia. Wakati unaona ukisaidia mtu, mtu anakuombea Mungu sana. Mungu anasikia maombi yake. Wow. Unasikia kabisa alikuwa nayo kameanza kuguru. Kana grow. Wewe utashinda kana grow aje. Lakini unasahau kenye ulitenda wapi? Hata ukumbukagi ulisaidia mtu na ukasahau. Lakini mwenye ulisaidia anakuonaga hivi, anaambia Mungu bariki mtu. It's true. Kuna mtu mmoja alisema hakuna mtu hawezi kuwa mlemavu. Hakuna. We are all candidates. Kabisa. Unazaliwa ukiwa na miguu miwili, kila kitu, lakini unaweza kujipata huna kiungo kimoja. Kabisa, unajipata. Ni kujikuta. Kama mimi ukikuja uniambia ati vidole zangu kuna kati tafika nikuta sina vidole, ningekurarua mbaya sana. Lakini wakati nilifika ukajikuta. Nilijikuta. Utafanya zimeenda. Na zimeenda. Hata zikishonwa. Hapana. Utakavyo ulikuwa kitambo. Afadhali zikae hivyo. Unajua kuna kitu moja, vidole zingerudi, hata kama zingerudi zote zingerudi hizi mbili. Hazikuwa zimetafunwa sana. Lakini kapiga hesabu. Wakati zilikatwa ulizibeba? Nilikuwa na hizi mbili tu. Hizi zingine ilikuwa imepasuka. Hizi zilikuwa attached. Zilikuwa zimeshikana. Okay. Sasa nikasema hii kirudishwa si ndio utakuwa mwanzo wa shida. Sasa kabla ipone isikane. Nikosa kupona, ianze kuozea ndani. Shida itakuwa kwa nani? Kwako. Kwa hivyo mkono itabidi iende ikatwe. Kaambia huyo daktari hapana, unajuaje? Wewe tengeneza kinonda ngapi? Moja. Nijue kidonda niko nayo ni moja ndio naponyesha. Nijue niko 100%. Hii kipona sina matatizo mengine. Uko sawa. Sawa. Na nilipona, sina matatizo mengine. Sina matatizo mengine. Kwa hivyo kama uko na kazi, niitie. Fanya kazi. Kama unajua unaweza pata hizo vidole zingine. Fanya hivi waweze kuona. Kama unaweza pata vidole zingine. Niambie, pia simu tu nitakuja mpaka huko. Saidiane nipate maisha yaendelee. Maisha yote kuwa ngumu. Kwa mkono moja, maisha ni ngumu. Sawa. Kwa hivyo tumeweza kuwa na Chege. Najua tumesoma mengi. Najua tumefurahia. Bwana Chege, unaweza kuwaambia wa subscribe Kate Mushina Show. Our viewers ni watu wazuri sana. Wa subscribe, wa follow na wa comment. Na wa comment hapo. Sasa kwanza kusubscribe ndio sana. Kwa Kate Mushina Show, subscribe, comment na to follow. Hii ni mwanzo. Hii ni part 1, part 2 bado. Part 2 bado. Hii ni kionjo. Kulingana vile mtaendelea. Baada ya muda kidogo tena tutakuja. Mambo ni mingi, tuwezi ongea mambo yote sasa tumalize. Sawa. Mambo ni mingi. Sawa. So ametuahidi kuwa tutakuwa na part 2. Najua kuwa tutakuwa na ushuhuda kuwa mambo yatakuwa yamemwendea vizuri. Na sasa kuna huku tuambia kama uko na mtu ama huna mtu. People. Sasa hii kuna vacancy. Sina people sasa hivi niko single, kuna vacancy.
Oh, uko single? Sasa kuna vacancy nilikuwa nao. Wakaenda wakakataa kurudi. So nikisema kuna vacancy siogopi. Unajua kishapembeleza mtu mara 2 mara 3 katai kurudi. Mara 3 ni kidogo. Umepembeleza tu mara 3? Miaka hii ukipembeleza mtu mara 3 unaona kweli wengine wanarudi hope. Unaacha za bidii sasa. Unazidi kugoja mtu. Na siku zinasonga. Sasa anza maisha mengine. Kwa hivyo uko single? Niko single. Single and searching. Single and searching. Good. Kwa hivyo tumefurahia sana kuwa na Bwana Chege. Tunawashukuru nyinyi wote, mkuwe na wakati mwema. Asante sana. Waambie kwaheri. Kwaheri.